Jukumu hili la kutoa mafunzo kimsingi bila wakurugenzi, jukumu hili la kutoa mafunzo kimsingi bila halmashauri zenyewe, kwa maana ya kwamba mafunzo haya yanahitaji fedha, yanahitaji bajeti, lakini kutokana na umuhimu wake, kwa kuzingatia kwamba waheshimiwa madiwani hawa wametoka kuchaguliwa hivi karibuni, na kutokana na wingi wao, ofisi ya waziri mkuu iliona kwamba tukisema tuiachie halmashauri, kila halmashauri ilifanyie kivyao, hakutakuwa na usawa na unaweza kujikuta kwamba baadaye kila halmashauri ikafanya mambo yake kivyake. Kwa hiyo tulichukua jukumu hilo kufanya maandalizi na kuratibu mafunzo haya katika halmashauri zote baada tu ya kufanya mafunzo. Lengo kubwa baada tu ya uchaguzi, lengo kubwa ni kuwawezesha hawa waheshimiwa madiwani waweze kupata nyenzo za kutendea kazi zao kwa ufanisi zaidi kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu. Sasa leo hii tuko na halmashauri ya Biharamulo na Ngara. Tukiwa hapa kwa muda wa siku 3, tumeona na tumeshuhudia waheshimiwa madiwani wamepata mafunzo kwa kupitia mada zote ambazo zilikuwa zimeandaliwa. Ninaamini kabisa kwamba wamewiva na wako sasa tayari kwenda kuwatumikia wananchi waliowachagua. Kwa hiyo nichukue nafasi hii pia kuwapongeza sana waheshimiwa madiwani. Kwanza nawapongeza kwa kuchaguliwa na wananchi, kuaminiwa na wananchi kwamba wanaweza kusimamia maendeleo yao. Lakini pili, nawapongeza kwa kuhitimu katika mafunzo haya ya siku 3. Tumekuwa nao hapa kwa siku 3, wamekuwa wakiuliza maswali mengi, walikuwa wakihoji mambo mengi ambayo ni ya msingi na yanayoweza kuwawezesha kutekeleza majukumu yao. Ninaamini kabisa kwamba yote walioyahoji, yale ambayo yamekosa majibu ya moja kwa moja, kwa sababu mengine waliokuwa wanahoji yalikuwa ni ya kisheria, ya kikanuni, ambayo tusingeweza kuyapatia majibu ya moja kwa moja. Kwa hiyo haya tumeyachukua kama hoja za msingi, kama maoni ya msingi ambayo kama tutakwenda nayo vizuri tutaweza kuyafanyia marekebisho ili kuboresha zaidi sheria zetu, kuboresha zaidi kanuni zetu kwa lengo tu la kufikisha maendeleo ya wananchi yakiwa katika hali ya ubora zaidi. Kwa hiyo niwapongeze sana waheshimiwa, hongereni sana. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upande wangu kama mwakilishi wa katibu mkuu TAMISEMI, ninawaasa sana waheshimiwa madiwani waende wakatende kazi kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Pekee hizo ndizo zitakazoweza kuwaletea tabasamu wananchi wetu, kwa kuzingatia kwamba Mheshimiwa Rais wakati anakabidhiwa nchi hii baada ya uchaguzi alisema kwamba kazi kubwa ambayo tunayo sasa ni ya kuwaletea tabasamu wananchi wetu. Watu pekee ambao wanaweza kuleta tabasamu kwa wananchi wetu ni hawa waheshimiwa madiwani, kwa sababu ndio wanaoishi na wananchi kule, ndio wanaogusa changamoto zote za wananchi kule vijijini, kule kwenye kata zao. Kwa hiyo ni wahasi sana, mkizingatia haya basi mtaweza kuleta tabasamu kwa wananchi wetu, mnaweza kuleta maendeleo makubwa kwa wananchi wetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika maandalizi ya mafunzo haya tumeandaa vile vile vitini. Tumeandaa kitabu ambacho kitakuwa ni mwongozo wa mafunzo na mwongozo wa utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Kitabu hili watalipata na watakuwa wanajikumbusha mara kwa mara. Mbali na kwamba tumeona mafunzo haya ni siku 3 ni siku 3 chache, lakini kupitia vitabu ambavyo watakuwa wamevipata basi wataweza kuwa wanajikumbusha mara kwa mara. Lakini vile vile tumehimiza waheshimiwa madiwani wenyewe hawa ndio wanaopitisha bajeti wakiwa na katibu wao mkurugenzi wa halmashauri. Tumewahimiza sana watenge fedha kwa ajili ya mafunzo ya mara kwa mara ya madiwani ili waweze kuwa bora zaidi
katika kutekeleza majukumu. Ninaamini kwamba tukienda kwenye vikao vyenu mtalifanyia kazi hili na mtaweka fungu zuri kwenye bajeti zenu ili muweze kupata mafunzo ya mara kwa mara. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Ngara, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Biharamulo, Mheshimiwa Mkurugenzi wa Halmashauri ya Ngara na Biharamulo, waheshimiwa madiwani, wawezeshaji kutoka Chuo cha Hombolo, katibu tawala msaidizi, wataalamu ngazi ya mkoa na halmashauri, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kazi na utu. Ndugu washiriki, kwanza kabisa napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuendelea kutujalia uhai na kutukutanisha hapa sote tukiwa na afya njema, na kwa rehema zake tu sisi tunaweza kufanya yale tunayoyafanya kila siku. Pili, namshukuru Mwenyezi Mungu na kwa wawezeshaji wetu kwa kuwa nasi siku zote hizi. Hakika tumefanikiwa na uwepo wenu, kwani pamoja na mafunzo haya tuliyoyatoa kwa waheshimiwa madiwani, bado mmewanufaisha wafanyabiashara wetu kwa kuchukua pato la halmashauri kupitia ushuru wa huduma ambapo mlikuwa mkizipata wakati mpo wilaya Ngara. Tatu, naendelea kuwakaribisha wageni wote wilayani kwetu. Tunafurahi kwa kuwa nanyi kwani uwepo wenu una manufaa kwetu kwa namna moja ama nyingine. Aidha, nawapongeza sana kwa mafunzo mliyoyapata kwa siku hizi tatu. Nina imani yanawajenga, hivyo mnaporudi kwenye maeneo yenu mnakwenda kutekeleza wajibu wenu kwa kuzingatia mlichojifunza. Ndugu washiriki, baada ya mafunzo haya ni imani yangu kuwa tutakwenda kusimamia vyema halmashauri na kuhakikisha zinaboresha utendaji wa shughuli zake. Yapo maeneo ya msingi yanayotakiwa kusimamiwa ipasavyo na kuboresha udhibiti. Maeneo hayo ni pamoja na usimamizi na ukusanyaji wa mapato, usimamizi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo, ufuatiliaji wa elimu katika maeneo yetu ikiwemo kuandikishwa wanafunzi na kupunguza utoro wa rejareja. Pasina shaka mafunzo haya kweli yatakuwa na tija na yatawawezesha, maana Chuo cha Hombolo kinafahamika kwa ufanisi wake katika mafunzo ya serikali za mitaa. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba niseme haya kwamba nawatakia safari njema wote mliosafiri. Mwenyezi Mungu awaongoze katika safari zenu, mfike salama ili wananchi wafaidike na kile mlichokuja kujifunza nacho. Baada ya kusema hayo, natamka sasa mafunzo haya yamefungwa rasmi.